wamesema kitu kimoja sahihi hapa. Wanasema hivi, msimamo huu unaashiria uasi. Ni kweli. Ni kweli. Kwa sababu tunasema tutazuia uchaguzi. Tutahamasisha uasi. Hiyo ndio namna ya kupata mabadiliko. Ndio namna ya kupata. Mandela had to go through 27 years but treason ili kupata mabadiliko Afrika Kusini. Kwa hiyo tunaenda kukinukisha. Walio tayari tutakwenda nao. Tutaenda na walio tayari. Hakuna mtu atawekewa bunduki hapa. Walio tayari tutaenda nao. Wanaofikiria kwamba CCM watakuwa walokole, wamebadilika na nini, tutawatakia kila laheri. Sisi sio watu wenye roho mbaya. Lakini kama unataka kuwa mbunge seriously, twende tukapigania mabadiliko. Tukipigania mabadiliko, ndugu zangu, kitu gani kitakachoharibika? Kitu gani ambacho nchi itapotea? Sana. Huu uchaguzi tutavuruga huu uchaguzi. Kama ulikuwa unafikiria kuwa mbunge Oktoba au Novemba, sahau. Hiyo ni kweli. Na mimi nilikuwa nafikiria urais. Nimtiania. Nimesahau. Haleluya, mtu wa Mungu, natazama na kujia kwa wakati mwingine tena, kwa wasaa mwingine tena, na kwa mara nyingine tena. Napenda nilete fafanuzi hizi kwa uchache ambazo kidogo ni kana kwamba zinaleta utata kwa baadhi ya watu mbalimbali ambao nimeona kabisa zimeleta utata kuhusiana na ndugu mheshimiwa Tundu Lissu, na lile aliloongea likaleta utata katika jamii, lakini katika nchi kwa ujumla. Ongea jambo hili, yawezekana ametumwa, lakini ametumwa na nani? Hiyo ni chini ya carpet. Yawezekana ametumwa, lakini pia yawezekana kuna makusudio, kuna nia, kuna mlengo, kuna mtazamo fulani alionao chanya ambao kwa sasa ni kana kwamba vile hauwezi ukaeleweka kiurahisi na kwa wepesi zaidi. Ila kifupi ni kwamba yawezekana ametumwa na nani, lakini pia yawezekana pia katika kutumwa akawa ametumwa na akili yake na mtazamo wake chanya na nia yake na mlengo wake chanya. Kiujumla na kipekee ni kwamba ana lengo jema ama ana lengo baya. Ni pale mambo yanapokuwa yakivurugana, ni pale mambo ambapo yanakuwa yakienda kombo pasipo kuona pasipo kufanikisha nia na lengo na mtazamo alio nao. Kifupi ni kwamba tuchukulie ni kwamba awe rais,
kumshumu ni kwamba awe rais. Ya, anaweza. Anaweza akawa rais, lakini pia ni vigumu kuwa rais. Naongea kidogo maneno ambayo kidogo ni kuntu sana, lakini kwa namna moja ama nyingine unaweza ukanielewa nini ninacho kizungumza ama nini ninacho kiongelea. Ukiangalia katika kibiblia kabisa ni kwamba Mungu alimtumia mtu yoyote kuwakomboa watu wake. Yaani wakati fulani Mungu humtumia yoyote, haijalishi ni kwamba ana madhaifu gani. Aweza akamtumia yoyote, pasipo kujalisha, pasipo kuangalia, pasipo kutazama ni ana madhaifu gani. Lengo kubwa ni kwamba awaokoe watu wake katika namna fulani moja ama nyingine, ambayo wanapata shida na mateso ambayo kidogo yanaleta yanagusa mpaka moyo wa Mungu. Naweza nikasema kwamba kiutu Lissu ni mtu mmoja ambaye hujali utu, hujali ubinadamu. Maneno anayoongea ni maneno ambayo ya kiutu na kiubinadamu. Sasa changamoto zetu ni sisi watu waongeaji sana. Kwa asilimia kubwa kwa akina sisi waongeaji sana, ni ngumu sana kutekeleza, kuyatenda yale mambo ambayo tunayaongea, lakini ni mafundi wa kuongea. Kiuhalisia anaongea ni mambo ambayo ni ubinadamu na ni ya utu na ni haki za kibinadamu kabisa. Hilo aliloongea kwa swala lilojichanganya hapo ni ile tu kabisa, ni ile tu kaongea kuona sasa tafanyaje sasa. Kila njia nitakayoongea, kila namna nitakayotumia kuongea ni kama sieleweki, namna zote mpaka inafikia tu kukubali kwamba sawa, tunaleta hayo ili yatokee namna fulani ya kitu ambacho sisi hatukihitaji. Ni haijalishi nani ambaye atatoka wa chama, atapita wa chama tawala, atapita wa chama pinzani, ila sisi kama wananchi ambacho tunakihitaji ni amani yetu izidi kutawala kama ilivyo hapo kabla. Hatupendi, hatutaki, hatutaraji yatokee kama yaliyotokea, kama yanayoendelea kutokea nchini Kongo, kama yanayoendelea kutokea katika nchi kadha wa kadha, ambazo kila kukicha ni amani. Hamna, ni amani huwa inasikika tu kwenye nchi za wengine ama kwenye nchi za zetu. Lakini niunganishe na haka hapa ya kwamba huyu wakisaidiana ama akiwepo na huyu Makonda, Mheshimiwa Paul Makonda, anaweza kabisa kuongoza, kwa sababu ni mtu ambaye katamani mtazamo wake, ndoto zake, katamani sana apite kwenye nyayo za John Pombe Magufuli. Ni mmoja ya mtu ambaye anapambana sana kupita katika nyayo hizo, hata kama hajafikia hiyo level ama hiyo hatua, ila ni moja ya mtu ambaye anapambana sana
kufikia kwenye hiyo level na hatua ambayo walau alifikia Magufuli. Yani Paul Makonda ni mtu ambaye ni kweli hajafika kwenye level ya urais, lakini katika ule uongozi alionao ni mmoja mtu ambaye anajaribu kufuata nyayo za Magufuli, ili hali yupo chini, akiwa ingali bado yupo chini kabla bado hajafika juu. Sasa mtu wa namna kama hiyo, sura kama hiyo, ni aliye mwaminifu katika jambo dogo, basi pia hata kubwa analiweza. Mtu wa namna kama hiyo, nasema hata akikamata ngazi, akikamata kijiti, akakamata usukani, basi huyo anaweza, kwa sababu alionyesha ingali bado kabla hajafika kwenye kuongoza usukani, kwenye kuendesha usukani. Nirudi pale pale kwamba Lissu anaweza kabisa, anaweza kuendesha usukani. Elewa neno usukani. Anaweza kuendesha usukani, ila ni vigumu kuendesha usukani. Anaweza, ila ni vigumu, kwa sababu hawa jamaa wamejipanga kisawasawa. Wamejipanga kwa namna ambayo hauzani, ila ndo uhalisia. Ngine huko kisha tu unazimwa, lakini kiuhalisia, kiukweli na kihakika, hawa jamaa wamejipanga kukabili 2025. Kiuhalisia na kiukweli, hawa jamaa wamejipanga. Yote katika yote, Lissu anaweza, ila ni vigumu. Anaweza kukamata usukani, ila ni vigumu kukamata usukani, kwa sababu hawa jamaa wamejipanga kukabili 2025. Pia atanukuu ya Mwalimu Julius Kambarage Nyerere alishawahi kusema kwamba rais anaweza akatoka chama chochote, ila rais mzuri atatoka CCM. Siongelei chama chochote, chama fulani, sijabezi kwenye chama fulani, wala sipo chama chochote. Mimi nanyoka na yoyote, haijalishi ni CCM, ni Chadema, ni CUF, ni ACT, ni nini. Kikubwa tu kanyoka yupo kwenye haki, yupo kwenye utu, yupo kwenye ubinadamu. Mambo anayofanya, anayoongea ni kiutu, kiubinadamu. Unayopenda kutendewa, ndio mtendee mwingine. Usiyoyapenda kumtendea mwingine. Usiyoyapenda kutendewa, usimtendee mwingine. Tenda yale unayopenda hata wewe kutendewa. Yote katika yote ni kwamba nimalize na niishie kwa kusema hawa jamaa wamejipanga. Sisi ni raia tu wa kawaida, wananchi tu wa kawaida, ila tutakuwa tukitazama tu na kuongea kwenye hizi media kwa kadri Mwenyezi Mungu atupavyo neema yake, uzima wake, afya yake, pumzi yake. Lakini bado tutaendelea wengine kuongea. Ila katika aliyoongea Lissu, katika yale alilojikanyaga, naweza nikasema kwamba nia yake sio ile aliyoiongea. Sasa yupi
yupi ni tunaweza tukasema ni mwema ama ni mzuri? Yule anayeongea na hatoi action, ama yule ambaye haongei ila kuna actions zinatendeka? Maneno machache, actions za kimya kimya. Huyu maneno mengi lakini hakuna action yoyote ambayo akiitoa. Yupi ambaye tunaweza tukasema ni ana ubinadamu? Ndio nchi yetu ya Tanzania. Nimalize hapo. Amen.